Nilisikia complaint moja na leo nataka niwaulize. Ati natembea nasema ati mimi nisitembee Malava. Inawezekana? Natembea no musiru na mweno mushiruta. Ati ale kabisa. Sasa wewe unaweza kupinga maendeleo ya watu namna gani? Si mimi nitembee Malava? Nichende Malava? Nebashere mnamuzungira atie kabisa. Mnamuhuma. Atie kabisa. Akawulira. Mama Malava oye. God is good. And all the time. Hawa ni wamama kutoka Malava. Sehemu inaitwa Samiti. Nyinyi mmekuja wengi hivi. Iko maneno tunataka tuseme. Maneno ya kwanza ni kwamba wamama wa Malava ni watu wakarimu sana. Mimi kwanza niweze kuanza kwa kusema nashukuru Mheshimiwa Wanami. Kwa sababu alikumbuka kwamba kukaa karibu na mama ndio kukaa karibu na mapenzi ya utawala katika sehemu hii. Kwanza niseme ya kwamba tumeanzia shule ya wasichana na nimeona hiyo shule iko na idadi kubwa ya watoto, na asubuhi hii tumeenda pale tumeweza kupeana 1500 ili iweze kusaidia watoto pale. Tumekuja pia shule ya upili ya vijana wetu ya Samiti, ni shule ya zamani, ilianza 1969. Na tungependa kusema ya kwamba pia tumepatia wao warekebishe bus ambaye ilipata ajali, na tumewapatia pesa tena shilingi 1500. Sisi tunafanya hivyo kwa sababu tunatambua kwamba watoto wakisoma sehemu inaelemika. Hawa wajane wanatoka katika sublocation 8 ambazo zinafanya Shiruku Mugai Ward. Na kweli niliwaunganisha hawa nikaweza kujua kwamba wanahitaji mahitaji, na ndio sababu nikaangalia rafiki wangu mkubwa ambaye ni Sir Farouk Kibet ya kwamba aje awasaidie angalau mchumuti kimaisha. Mimi wakati nilipata rafiki yangu huyu ilikuwa ya kwamba nina shule ambazo ziko karibu hapa. Shule yangu ya upili ya Samiti, nikaona ya kwamba gari iliharibika, mgeni akija mwenyeji apone. Tayari mgeni wetu heshima amekubali basi ya Samiti itengenezwe mara moja irudi kwa barabara. Shule ingine ya upili ya Samiti nilimnongonezea tena ya kwamba shule hiyo ni kubwa na inahitaji usafiri mwema, na kasema nikija nitaona. Tayari ametangaza ya kwamba kwa shule huko amesema baada ya miezi 4 basi mpya itakuja Samiti Girls. Ningependa kusema mambo ambayo ninawaambia ya kwamba mkitaka kiongozi afanye kazi yake vizuri, chakuwa kiongozi ambaye ataungana na serikali iliyoko ili mfanye kazi na hiyo serikali. Simuona nimewaletea kuwachangia basi wajane. Sasa naleta basi tengenezwa Samiti Boys. Sasa meleta basi mpya Samiti Girls. Sasa shimwenyani shina. Unajua mimi nilichakuliwa kwa chama tawala cha nchi hii UDA. Unajua kuna mama hapa, dada yetu hapa anatoka Shiruku Mugai, mimi ndiye MCA wake, anaitwa Dr. Beatrice Inyangala. Kwa sababu sisi watu wa Shiruku Mugai tulifanya na serikali vizuri, mnikanichakua, wakaona ya kwamba si vizuri kuniwacha bure, wakateua Dr. Beatrice Inyangala kuwa Principal Secretary wa Higher Education. Mnaweza kushukuru serikali? Sasa ulimna kwa na serikali kazi. Okutapata mtu wa serikali ulimna hii. Na maendeleo zikaleta dingine ambayo serikali inatutambua kwa sababu tunafanya kwa serikali.
ni kwamba barabara hii, Mheshimiwa Faruk, hii barabara kutoka town Malava kufika hapa Samiti inapita kwa wodi yangu yote, ilikuwa imeharibika, inaundika. President mwenyewe ambaye anatawala nchi hii, ambaye tunatoka katika chama moja, amekubali hivi karibuni atakuja kuzindua barabara hii iwe na lami. Maduli Njendi amelala, si ndio? Ningewaomba watu wangu wa Shiruku Mugai, mjitokeze kwa wingi. Yeyote atakayejitokeza ambayo atasimama na serikali yetu, ambaye anatoka kwa serikali yetu, tuweza kumpatia kura nyingi ili tuungane na yeye. Mheshimiwa Faruk ametembea na sisi. Simliona Mheshimiwa Malulu akikufa, Mheshimiwa Faruk ametembea na sisi. Mumeona ama mjaona? Mumeona amekuja akatupatia pass wakati president ameleta. Mumeona mjaona? Leo amekuja kutusaidia wamama wetu, wamama ambao napenda sana, wamama wajane. Asante sana Mheshimiwa Faruk kwa kukuja kusimama na hao. Kitu ya pili, na hii naongea kwa media. President wetu ambaye ni Rais William Samoei Ruto anafanya kazi Malava, hajatuachilia watu wa Malava, hatujakuwa wajane. Tunataka 2027. Musikie vizuri. Mnanisikia ama msikii? President wetu ikifika 2027, tusimame na yeye, kwa sababu ukiwa nje ya serikali hakuna maendeleo. Lakini sisi Malava tuko ndani kabisa. Kupitia MCA wa hapa ambaye ameongea na Safaruk, shule imepata basi. Kupitia mheshimiwa wenu, basi ya shule ya boys hapa inaenda kurekebishwa. Na watoto wote wa shule hii na shule hii wameweza kukula mkate. Makofi ya MCA. Na unajua nimekuja mpaka nimeshangaa. Yaani mnamjua Faruk zaidi kuliko sisi. Yaani hata nimeshangaa. Yaani Faruk anaongea Kiluya kama nyinyi. Mukiona hawa wamama wakiwa empowered, community ndio inanufaika. Washerefu nuhuerero shindu chukula kalusia shindu kumesa. Wamama tunataka tuwaone mkishikilia pale. Mheshimiwa Faruk, hawa wamama wakilindwa hivi, hakuna siku mtarudi huku mpato wamepiga kona. Sasa kile tunaomba, mshikilie pale, mpe serikali support, ndio tuendelee kunufaika. Shikarikario. Wamama mirembe. Mirembe. Hawa watoto msome. Mnaona huyu Madam PS vile ameng'ara. Yeye ni mfano mzuri, alikuwa msichana kama nyinyi, akajiheshimu. Leo sasa anaitwa PS wa taifa la Kenya. Mwalimu mkuu wenu wa shule ambaye ni principal madam, yeye pia ni mama, na nashukuru anaendesha watoto wengi hivyo, zaidi ya watoto 1200. Mimi madam nitakupatia shilingi 1100 ya kununulia hawa watoto mkate. Na nikiwa hapa kwa sababu ya heshima ya MCA wenu, MCA huyu mungwana, Mr. Wanami ameniambia tangu mapema kwamba sehemu hii wanahitaji basi. Sasa mimi nataka kwanza tukubaliane. Ni nyinyi ndio mnataka basi ama basi nataka nyinyi?
Hii basi mnataka kufanyia nini? Mnataka kwenda nao tour? Nyinyi mtasoma. Sasa kwa heshima ya huyu mungwana na chairman hapa na MCS na PS, wapi MCS wa Malaba? Wote? Mimi naenda kuweka order ya Samisi Girls Bus. Hii gari iweze kutengenezwa mara moja. Na njia moja kuunga watoto ndio waendelee na masomo. Nimepatia mwalimu na chairman 1500. Nashukuru sana walimu na wanafunzi kwamba msome. Future iko katika kwenu. Wale viongozi mnaona hapa leo watakuwa retired kesho. The leaders ni nyinyi. Na nataka kwa pamoja muone tuko na PS wetu mkubwa katika mambo ya education. Anaitwa Beatrice Inyangala. Tumpigie makofi.